Kidato cha 6 wanafanya mitihani sasa hivi na leo ni siku yao ya pili. Niitie mzazi na mlezi waje hapa. Mnakumbuka miaka 2 nyuma kuna wazazi baadhi waliwalazimisha vijana kwenda kwenye combination ambayo hata hawaitaki. Yaani kijana amechaguliwa combination fulani, yeye analazimisha akasoma combination nyingine kwa sababu zake tu, kwa sababu ndicho anachodhani kitamfanikisha. Kijana amestruggle, yani amesoma kwa shida, yani hana raha. Hayuko competent na kile kitu, lakini pia akifurahii, maana ili mtu afaulu vizuri afanye kitu ambacho anakipenda ili aweze kufaulu. Sasa Mungu ni mwema, kamjalia katika hizo purukushani ambazo umegombana naye. Anamaliza sasa. Saa hizi anafanya mitihani yake. Tunaamini kabisa matokeo yatatoka. Kwenye matokeo ndo tutajua sasa. Matokeo yakitoka tutakuona sasa tena wewe mzazi na mlezi utakuja mbele. Natamani mwanangu usome civil engineering. Je, anaiweza? Natamani usome udaktari. Anauweza? Anaupenda? Kwa kizazi tulicho nacho, ni busara itumike sana kwa hao vijana ili kuwasogeza mbele. Hebu tukae nao chini, tuongee nao, tujadiliane nao. Wenyewe watasema capabilities zao na sisi tunawaona bwana, ili mtoto aweze kwenda university akasome kitu ambacho anakipenda, akafanye vizuri, lakini pia awe na furaha, kwa sababu maisha ni holistic. Sio tu kwamba asome kitu ambacho hakipendi tena kama ulivyomfanyia nyuma, alafu akifeli unakuja kumlaumu. Zama za vijana tulionao ni vijana ambao wanaelewa sana. Nafikiri wote tunaona, yani vitu vya ulimwengu wao ni tofauti na vilivyokuwa katika ulimwengu wetu. Kwa hiyo ni vizuri tukaacha kuwalazimisha. Narudia tena, mzazi au mlezi, usimlazimishe kijana kufanya kitu ambacho hakiwezi, hasa kwenye kuchagua kusoma au kufanya kazi. Muache afanye kulingana na uwezo.